Ulikuwa unakwenda wapi? Maisha tu. Eh? Maisha hata kibao kwa sababu. Ulikuwa unakwenda wapi? Ulikuwa unakwenda? Eh? Tumni kibao. Unakwenda wapi? Mama mwizi! Kwa jinsi tumni kibao. Ninakamata kama ni kulia. Haitakiwi nini? Kwa nini mnapigana? Kwa nini mnapigana? Huyu mwizi! Mwacheni mwenzetu. Kaiba! Mwacheni mwenzetu. Inuka. Mwache. Shida nini? Shida nini? Huyu mwizi. Mwizi! Ameambia nyinyi, si ndio? Karibia nini hapa? Hebu nisikilizeni. Asa mzee wangu, kwani unapiga kelele hizo zote kwa kuibia shilingi ngapi? Mmevunja. Naifahamu baba. Mmevunja sheria hii nyumba. Sheria naifahamu. Twendeni ndani. Twende ndani. Twende. Twendeni. Twende. Naomba tusikilizane. Sio, mnanielewa? Nimeamua kuwaita hapa nyinyi nyote ili mradi tusikilizane. Naona mnaanza kuvunja masharti ya hii nyumba. Sawa Hivi mzee wangu, kweli ukakikunje kijamaa kama hiki kadogodogo kama hiki, Kwa shilingi 85,000 mnapigizana kelele nyumba nzima. Heti. Hebu mzee jaribu kufikiria na vijana wako. Je, kwamba hapa mungeweza kumuua? Hebu muangalie kwanza alivyokata tamaa hii ya maisha. Mzee wangu jaribu kufikiria kwanza. Mmekuja kufuata kazi. Sio, mnanielewa? Sio kuja kupigizana kelele hapa. 85,000 sawa, ni pesa ya kwako. Sasa ndogo. Ni nyingi. Lakini tambua utu. Hivi kwamba ungeniita mimi nisingeweza kuwasaidia jambo hilo? Lakini mnazidi kukosea. Asa jaribu kusikiliza kitu kimoja ninachowaambia. Kwa jambo hili ambalo mlolifanya sasa hivi. Nyinyi. Tambueni wote. Yatakao sasa hivi yatakaoweza kuyatokea, yakiwatokea majambo ya aina yoyote hapa ndani. Sitaki munihusishe. Sitaki muniambie lolote. Mtajuana nyinyi wenyewe na maisha yenu. Maisha ni chosha. Sio, mnanielewa? Asa jaribu kukaeni, mkae mufikirie hapa cha kufanya ni nini. Sawa Na geti hili alifunguliwi. Hapa kuna kuingia tu, kutoka hakuna. Nimemaliza. Naondoka zangu. Inashangaza sana. Sasa nasema ile koti tusilikalie. Sasa mimi ndo nikalie ile koti afu nijue kitachotokea kitu gani.
sana kuamini hicho kitu. Chanzo ni nini mpaka atoroke? Yaani hapo ndo hata sielewi. Au kwa kuwa tulikuwa tunamtaka kimapenzi nini? Yote yanawezekana. Lakini sio sababu. Mzee. Kama gani? Naona asubuhi nimejiweka kwenye kikochi. Kile mnakiogopa kile. Yaani mkija ni hapa tu. Kile mbona mkalii? Wewe upajui pale. Tumeambiwa tusikalie ile kile. Najua nitajua nini. Niambie, mbona huzuni? Basi yokote. Kafanya. Yokote kapenye. Kapenye yani kwamba kachukuliwa kufanya kazi? Kote tu. Katoroka. Kutoroka hapa? Wewe unamwona? Mimi tangu nimeamka sijamuona. Ndio maana nimekwambia Yokote katoroka. Sasa mna hakika gani mmeenda chumbani kwake? Kaja mtoto wa bosi katuambia. Tena na vitu vyake kaviacha vipo tu ndani. Mtoto wa bosi ndio kaambia kwamba ndani hayupo na vitu kaviacha. Hajatoroka. Sema naye mbishi. Yokote hapa hawezi kutoroka. Na sio Yokote tu. Sisi wote tuliokuja ndani ya hii nyumba hatuna uwezo wa kutoroka. Yaani hapa poneni kama pale hivyo. Yaani poneni hivi. Mimi swala la kusema mtoto wa bosi kawaambia nyinyi eti Yokote katoroka, mimi nabisha. Hapa hii nyumba hawezi kutoroka mtu. Kwa swala hilo bwana Kaji huwezi kaniongopea. Ni mwenyewe shatoroka sehemu za hatari. Hapa hakuna hatari yoyote. Hakuna hata mbu hapa. Kuna geti tu, geti linazuia mtu. Yaani tushinda kutoroka nyumba hii. Ina maajabu gani sasa? Jaribuni. Mimi hapa nimekuja kufuata kazi. Lakini ningekuwa sitaki kazi, kwa sababu nazozipata huko tayari nimeshatoroka. Sasa mimi naambiaje? Mimi ndo najua, nyinyi hamjui. Mimi kilichonikuta. Na kama nawaza hivi, mimi ngoja nipige story na babu bwana ndani. Au kamtorosha nini? Sijui. Inawezekana kamuua, sijui inabidi tumfuatilie. Kwa nini anang'ang'ania kusema hawezi kutoroka wakati sisi tumeambiwa na bosi kabisa mtoto wa bosi katoroka, yeye anang'ang'ania hawezi kutoroka? Au lao moja. Tumfuatilie. Kwa hiyo ndugu yangu una akili gani mpaka sasa hivi? Mimi naona tusubiri atakapoamka. Ndio kwa saa hii zaidi. Wewe unaonaje? Kwa sababu mtu mwenye muda wote kalala tu ndani. Mimi naona yote sio mbaya. Kwa sababu gani? Ili swala la kulifuatilia sio leo, kwa sababu tupo naye kila siku hapa. Kwa inabidi tumpeleleze kidogo japo kalala. Tunaenda dakika 2 tunachungulia, dakika 2 tunachungulia, na kila siku akitoka, kama wewe unamwona anatoka nyuma, sawa, mpaka tunakuja kuhakikisha hiyo kote kamficha kweli. Sasa hizi safi. Safari wapi tena mzee wako? Sio anaenda hapa wakati nje turuhusiwi kutoka. Wewe mwache tu alichume buku. Atafuta si matatizo huyo. Sasa hizi
Usimkojo. Usimkojo. Unasema nilikuta nje? Ndio. Unajua mimi nilikuwa naota nakojoa. Unakojoa? Kwa naota nakojoa. Simama hapo hapo. Unajua ni kwa nini nimekuleta huku? Wewe ni mzee ambaye umri wako umeshaenda, lakini una utovu wa nidhamu. Kabla sijaendelea, na kuona una mkojo. Kojoa. Kojoa! Hakikisha unaomaliza huo mkojo. Na kingine, baada ya kutoka hapa na kuja huko huko, lakini mimi naona huu mchezo huu mtoto mwenye nyumba kabisa, kwa sababu ndo mmiliki hii nyumba anajua hii michezo hii, mtoto mwenye nyumba anaijua. Sasa sikilize, mimi ngoja nimtafute niongee naye. Sasa mzee, wewe unadhani utaongea naye kipi? Na kama yeye ndo anaifanya, unadhani atakujibu nini? Hapa tu tuangalie njia mbadala, na kama ndo tunakutegemea ndo mzee uliyebakia. Unaona? Hatuna mzee mwingine mundani. Kwa hiyo ongea neno ambalo litatufanya sisi tusaidie. Mimi hata kama ukienda kumwambia, hamna chochote atachokuambia wewe. Kweli. Sasa sikilizeni. Niacheni mimi kwa sababu ndio mimi mkubwa. Niacheni nikutane naye, nimtafute, niongee naye. Alafu mtalipata jibu. Sawa? Mtalipata jibu, alafu tutaamua tufanye nini. Tuepukane na mazingira ya nyumba hii. Maana hapa mimi ndoto zangu zote naona tayari zishavunjika kwa matukio yanayotokea huko ndani. Tushakula ng'ombe bado mkia tu, nataka utushinde. Mimi acha kwanza niondoke nikamtafute mtoto. Basi sawa baba, ili niongee naye. Sawa. Lakini hii ni adhabu. Tumekuja kutafuta kazi alafu tunakuta adhabu nyingine. Mtu unafikia paka unalala, unaota unakojoa. Alafu unakutwa nje, unakojoa. Si mazingara. Wewe nimtafute tuongee naye. Basi sawa babu. Niacheni mimi mzee. Sawa. Kwani yuko wapi? Yuko nje. Yuko nje? Kwa hiyo huyu ngoja nimtafute niongee naye. Ndugu yangu, hii nyumba hatari.